Ulito nyarako watu komera na nere aseritu ko liare. Leo karibu sana nyarako watu kusangamu naye kwa mchakano wikira omweleo. Karibu sana ndani ya studio yetu ya Ndizi TV. Asante. Tumeambia mpenzi mtazamaji na mambo mengine labda tunayafanya kupitia kwao, wanaitisha wanasema simuende muangazie taarifa kama zile labda ambazo ziko katika eneo letu la Kisii. Uweze kutembea kidogo pia muweze kutujulisha baadhi ya wale ambao ni mabingwa ambao waweza kutamba katika hali ya usanii. Ndipo sasa tumekukaribisha ndani ya studio. Wengi wanakujua kwamba Mama Kayaye Sujilo ndio jina lako, sasa utatuanzishia hapo kisha baadaye ndio tuendelee. Okay. Kwanza kabisa ningependa kumshukuru Mungu kwa sababu ya kunikutanisha na nyinyi. Na pia nashukuru hiyo station yenu, manake mmenikubali na mkaja mkanitafuta mpaka Nairobi na mmenipata. Nimesema asante sana. Mimi kwa majina naitwa Aisha Khavere na majina ya usanii ni Mama Kayaye. Na mimi nimefurahia sana kwa sababu saa hii najua naongea na watu wa kutoka Kisii. Wa Kisii wote hamjambo? Wamekubali. Kwa lugha ya jioni kama ni salamu ya jioni naambia bwairire. Bwairire. Bwairire pia. Nadhani umeitika. Ni sawa. Sasa tuambie majina yako rasmi. Wengi wanakujua kama Mama Kayaye, sijui labda unaweza tuambia tu taarifa yako ama historia yako tu fupi hivi kabla watu waanze kukuona kama Mama Kayaye. Mambo yako labda maisha yako ya utoto ulipokulia hapo na ndipo sasa ukaweza kuingia katika mambo ya usanii. Okay, mimi kwa maisha yangu ya utoto nilikuwa tu kama kawaida, nilizaliwa na nikapelekwa shule nikamaliza. Ingawaje sikumaliza kabisa, lakini baadaye nikajiunga na kikundi fulani kilikuwa hiyo mtaa nilikuwa naishi. Ilikuwa hiyo mtaa nilikuwa nimezaliwa ilikuwa inaitwa Pumwani Majengo. Sasa kulikuwa na kikundi fulani kilikuwa kinacheza ngoma za utamaduni. Sasa katika ile mambo ya utoto nikaanza kufuata, lakini nilipokuwa mkubwa kiasi nikajikuta nimejiunga na wao, nikaanza kucheza hiyo ngoma ya utamaduni. Tukacheza muda mrefu tu. Baadaye ambaye alikuwa anaongoza hicho kikundi akapata kazi VOK. Sasa tukaanza kuomba tufanye michezo za kuigiza, ndio tukaanza kufanya. Ndio wakanipatia pato, wakanijaribu, wakaona naweza. Ndio nikaanzia hapo kipindi ambacho kilikuwa kiitwa Mzee Zuberi. Baada ya Mzee Zuberi hapo ni VOK. Hapo ni VOK tu bado haijakuwa KBC. Sasa tukaendelea tukafanya chipukizi, tumefanya vipindi vingi tu, vingine hata nimesahau kwa sababu ni muda mrefu. Ndio kuonekana pale KBC kuna producer mmoja alikuwa akiitwa Ken Motai. Ndio akaanzisha programu ambayo inaitwa hiyo Vitimbi. Akafanya audition, tukaenda tukafanya na tukaonekana tunaweza, wale tulichaguliwa. Ndio tukaanzisha hicho kipindi cha Vitimbi. Tukiwa mimi na marehemu Mzee Ujwang. Ndio tukaendelea na hicho kipindi mpaka hadi leo bado tunaendelea nacho. Role ambayo ulichukua katika kipindi cha Vitimbi hakika iliweza kuingiana sana na wengi. Kwa kawaida tu wanaamini mzee wako alikuwa the late Mzee Ujwang. Ni kweli ama kulikuwa na mahusiano wote? Wengine wanasema labda ni mzee wako kabisa kwa sababu ya hiyo role ambayo ulikuwa unachukua hapo. Kusema ile ya kweli, watu wengi wa Kenya wengi wao walikuwa wakifikiria mimi ni bibi ya Mzee Ujwang ya ukweli. Lakini kiukweli mimi nilikuwa ni bibi ya Mzee Ujwang wa acting. Lakini kuna bibi ya Mzee Ujwang original kabisa, ule mke wake wa ndoa na watoto. Yuko ambaye anaitwa Augusta na ndio alikuwa mke wa Mzee Ujwang. Lakini Wakenya wengi walikuwa hawajui, walijua kule mzee alifariki ndio sasa watu walianza kujua mke wa Mzee Ujwang original ni nani. Lakini mimi ilikuwa ni kuigiza tu. Wengi labda wanaweza sema hizo mambo ya kuigiza yalianza hapo kitambo, labda nyinyi kulikuwa na ugumu fulani wote labda watu kuweza kujua, labda kutoka pressure fulani na kuja nasema ni mchezo wa kuigiza tu, lakini wewe ni unaigiza kama bibi ya Mzee Ujwang. Pressure yote ile ambayo labda inaweza kuja kutoka kwa kifamilia, mtu anafeel kwamba yuko comfortable. Kusema ile kweli mimi nimekuwa na pressure mingi sana na bibi yake. Kabla ajajue hii ni mchezo, alikuwa akiniletea shida sana. Yeye alikuwa anaamini kwamba mimi ni girlfriend ya nani? Ya mzee wake.
Lakini baadaye tulikuja tukakaa chini, tukaongea, tukamuelezea hili maneno na acting. Tukamuelezea mpaka akashika. Na watu pia wengi pia wakamuelezea. Otherwise alikuwa akiniletea shida sana saa zote. Hata kuna wakati alikuwa niongeleshi. Akiniona tumekuja kumchukua mzee wake pale, kuna kazi tunaenda kufanya, anakasirika. Anasema sisi tunamharibu mzee, tunaenda na yeye sijui nini. Lakini baadaye nashukuru Mungu alirudi akaelewa, na tukawa marafiki mimi na yeye na familia yake. Tunatembeleana mpaka hadi leo. Sisi bado tunatembeleana na tunasaidiana. Tunapoendelea kushirikiana pamoja nawe katika mazungumzo haya, labda swali lingine ambalo ningependa kukuuliza ni kwamba mlianza kitambo, ndio wengi ukiangalia kwa miaka wamekomaa, lakini the process ya kurecruit watu, tumeona waigizaji wageni ambao wameweza kuingia hapo, na zile role wamechukua ni kana kwamba walikuwa nanyi hapo mwanzoni kuweza kushika hilo wazo ambalo wanaliendeleza kufikia sasa katika zile role ambazo wanafanya. Okay, tulipokuwa tumeanza tulikuwa tu sisi kwa sisi. Lakini ikafika mahali tukaona pia sisi miaka inaenda, ikabidi lazima sasa tutafute wale vijana young na wasichana, tukaanza kuwafundisha. Tukawafundisha kama sasa tumefundisha mtu kama Mogaka, tuko na Ole Matope, tuko na Nyasuguta, tuko na Tiemasunde, tuko na Oria na kazi. Kuna wako wengi wale ambao tumewafunza bahali yake. Wako wengi tumewafunza, na mimi nashukuru kwa sababu wamekubali mawaidha yetu na wamekuwa wazuri kwa sababu yetu, na wanafanya kazi na sisi vizuri bila ya madharau, bila ya chuki yoyote, na wameshika kazi na tunaona wanafanya vizuri. Wameshika kazi na wanafanya vizuri. Mpenzi mtazamaji, tunazidi kuzungumza, tunafuatilia tu hali ya maisha yake Mama Kae, ambapo tumepiga kambi katika nyumba yake hapa hivi. Tumesafiri all the way kutoka Kisii kuja mahali hapa. Lengo kubwa ni kuweza kumjua yeye ni nani. Ni Mama Kae yule wa Vitimbi ama ni Mama Kae wa familia pia na yeye. Mama Kae, nataka turudi sasa kujaribu kubalance. Wakati mwingine ile inakuwa ni kuact katika maisha ya real maisha. Mtu labda unaweza kutana mtu anakupeleka, unakuwa serious. Mama Kae ni mtu ako serious kimaisha ama ni yule tu wa Vitimbi pale? Kusema kweli, mambo ya Vitimbi nikifika pale kwa Vitimbi sasa hiyo ndio mimi Vitimbi. Lakini nikifika hapa kwa nyumba yangu mimi ni mama ambaye niko na watoto na niko pia na wajukuu. Mara nyingi sana nikitoka pale nje watu wanapenda sana kuniita Mama Kae. Mimi huambia Mama Kae si hapa. Mama Kae ni wapi? Kazini. Hapa niiteni Mama Ali ama Mama Abubakar ama Mama Mohamed hivyo, ama Mama Ali. Sana sana hapa mtaani wamezoea hiyo Mama Ali. Kwa hivyo mimi nikiwa kama siko kazi, niko hapa nyumbani, mimi ni mama watoto na niko na wajukuu wangu ambao sana sana si huwa tunafurahiana na wao, tunacheza hivyo. Na mimi ushukuru Mungu kwa sababu niko na wajukuu, sababu kuna watu wengi wanatamani kuwa na wajukuu hawawezi. Lakini nikiwa nyumbani mimi ni mama ya watoto. Mama ya watoto. Sasa umekuwa na familia, watoto ndio wanakuja. Hawakufika mahali fulani wanakuambia mama, tunaona hii mambo ya Vitimbi sasa, kuna sisi tukitoka pale nje kuna ile image pia. Naambia kama ni Abubakar Ali, mama yako ndio yule Mama Kae pale. Wazo kama hilo watoto labda hawako kuapproach kuambia mama. Okay, si wote, kuna mmoja tu labda ndio alikuwa apendelei. Ananiambia nikitoka hapo nje wananiita Kae. Sasa ile kitu hiyo Kae ilikuwa haimfurahishi. Lakini nikajaribu kumueleza na mwambia hata mimi mwenyewe si Mama Kae, lakini kwa sababu ya vile Wakenya wamezoea kuniita Mama Kae, mimi wakiniita mimi sikasiriki. Kwa hivyo hata wewe watu wakikuita Kae, mbona ukasirike? Na hii kitu ndio imekusomesha, imekulea, imekufanyia kila kitu mpaka vile umefika sasa. Ni Vitimbi. Kwa hivyo unafaa pia ushukuru. Akazoea, lakini pia mpaka dakika hii yeye huapende sana. Hata kama saa nyingine kuna guest nataka kumwambia si ukuje ufanye hii pattern, ananiambia madhe, hiyo ni kazi yako, hiyo si kazi yangu. Si kazi yangu. Lakini wajukuu wangu at least wao ndio wanapenda. Saa nyingine nikiwaambia tu act nao wanakubali. Asante sana, tunazidi kuzungumza na tuzungumze. Roles ni mingi Mama Kae, huwa zinakuwa kwa play ama kwa acting fulani. Mbona wewe ukaamua kabisa jukumu langu ama role yangu sasa ni kuwa Mama Kae hapa pande mzee ama bibi ya mzee Ojwang?
Okay, ilikuwa hiyo part ya hiyo role ya nilipewa, ilikuwa nimepata hiyo role kwa sababu ya kuwa bibi ya Mzee Ojwang. And then Mzee Ojwang alikuwa na hoteli. Nafikiri unaelewa hiyo set yetu ya Kitimbi. Sasa katika ile hoteli ilikuwa watu wakifanya makosa, mimi ndio nafanya nini? Narekebisha. Sasa nikaonekana hiyo role ya kurekebisha mimi naweza. Sasa ndio nikaamua niwe watu wakifanya makosa mimi natokea nakuja na warekebisha. Mzee Ojwang alikuwa akifanya makosa pia natokea nakuja na mrekebisha. Namwambia hii unafanya si sawa, sawa ni hii. Wafanyikazi pia ni hivyo hivyo. Ikaonekana hiyo party inanifaa. Sasa nikaishikana mpaka leo. Hiyo ndio party yangu mpaka dakika hii tukirekodi Vitimbi, utakuta Mwakaka amefanya makosa, amekosea customer, mimi ndio nakuja kusolve hiyo problem. Naambia kukosea customer si vizuri, customer always is right. Kwa hivyo akikuja kichochote akitaka lazima ufanye nini? Mumuuzie. Sasa mimi nikajikuta tu nimeingia kwa hiyo role na nika fit. Asante sana. Role yako Mama Kaye inakuwa very vocal sana. Ni kwamba labda wakati mwingine wengi wakitazama naona ni kama ulikuwa juu ya mzee wako kwa ajili ya kuchukua majukumu hayo ambayo umesema ya kurekebisha na mambo ya discipline ya wafanyakazi na nini. Je, katika maisha ya kawaida katika setup ya Mwafrika wengi wanaweza sema Mzee Ojwang kweli alikuwa amekaliwa na Mama Kaye labda. Hebu zungumzia jambo kama hilo. Okay, hiyo kipindi vile ilikuwa inaenda, watu wakifikiria labda nimemkalia. Si ati nimemkalia, hiyo ni role nimepatiwa nikaambiwa niifanye na lazima niifanye vile director mwenyewe anataka. Na mara nyingi nilikuwa saa nyingine naifanya vibaya, director anakataa. Anasema lazima uitoe vile inatakikana. Sasa ndio unaona mara nyingi Wakenya walikuwa wakifikiria labda nimemkalia, lakini si kumkalia, ni ile katika tu hali ya kufanya kitu watazamaji wakiangalia wanafurahia na same time wanajifunza kitu kutoka katika hiyo role. Asante sana. Tunaendelea tu kuzungumza jambo lingine. Sasa nataka tuzungumzie tu hawa. Tumeona mabingwa ambao pia wameweza kuingia katika acting ambao ni vijana na watu wa umri mdogo, lakini wengi wao tu nataka kuzungumzia kwa jumla hawajaenda mbali. Kuna wakati wengine wanaona wanafika peak maximum kabisa ile wakati ambao wanafaa wajiestablish. Napata mtu kama huyo ameanguka kutoka pale juu bado yuko hapa chini. Siri ni gani hasa ya kuweza ku remain relevant katika hii mambo ya acting? Okay, kusema ile ya kweli, wasanii wa zamani na wasanii wa sasa tuko na tofauti kubwa sana. Kitu ya kwanza, sisi tulikuwa na kitu inaitwa patient, subira. Tulikuwa hatuna speed ya kukimbilia ati mara leo uko katika hii program, kesho uko kwa hii, kesho kuto uko kwa hii. Yaani hata ukai mahali ukatulia. Sisi tulikuwa tunakaa mahali tunatulia. Na ndio unaona mpaka dakika hii bado tumetulia kwa KBC kwa sababu hatukuwa na hiyo speed ya kukimbizana na nini na pesa. Na zamani sisi tulikuwa tupate pesa mingi, kwa tunapata pesa kidogo sana. Lakini tulikuwa tunashukuru kwa sababu una pesa lakini jina ilikuwa inajengeka. Shida na wasanii wa sasa ni kutaka kujulikana haraka. Hii kwa Mama Kaye haikuchukua siku 2 ama 3 ndio nijulikane Kenya nzima. Ilichukua muda mrefu na lazima uwe na patient ndio hiyo kujulikana yako ifanya nini ijulikane. Lakini sasa wasanii wetu wa sasa wanataka wafanye siku 2 siku 3 wajulikane. Haya, ukimuitia part kama kwa mfano umemuitia part Vitimbi, akuje afanye mara moja ama mara 2 ndio huyo ameenda. Ukimuuliza kwa nini ulienda? Nyinyi mnapatia watu pesa kidogo. Ameenda tena station nyingine, tena amefanya siku 2 3 ametoka. Ingine ameenda amefanya siku 2 3 ametoka. Do you know hiyo kitu itakufanya ujulikane? Sababu hauna msimamo. Kama wangekuwa na msimamo na kitu inaitwa subira, hii kitu ingewasaidia sana na mtu angekaa na ajulikane vizuri sana. Na hii maneno ya kukimbizana na mastarehe, utakuta msanii ndio wanapata pesa nyingi. Kwanza wao wanafaa washukuru, maana yake wameingia katika usanii pesa zikiwa ni nzuri. Mtu anaenda anapata pesa nzuri kabisa. Lakini sasa nashangaa, mtu hataki kuishi maisha yake, anataka kuishi maisha ya kuigiza. Okay, kwa mfano amepata hiyo pesa ndio huyo amekimbia huko kwenye magari, amechukua kahaya, anaanza kutembea na gari kubwa na si yake. Ameenda kwa mastari zingine ambazo hazieleweki. Unaingia katika mastari hazieleweki, hiyo pesa inafanya nini? Inaisha. Ikisha unaanza tena kurudi nyuma kuanza kutafuta ingine. Huna nyumba. Uko na family pengine 2 3 na wamekushinda kulisha kwa sababu ya unakimbizana na starehe. Kwa
Kwa hivyo mimi kusema ile ya kweli, sisi tulikuwa na afadhali kwa sababu sisi tulikuwa kuna subira. Hawa wa sasa wako speedy. Wako mbio. Hiyo mbio yao ndio inawafanya wasongi. Mama Kayai ambaye ni msanii wa kuigiza, tunazidi kuzungumza pamoja naye. Tulimtembelea hadi nyumbani kwake tuposa tuweze kujua siri ni gani ambayo imeweza kumfanya bado yuko katika uigizaji na anazidi kufanya vizuri sana. Ni mama anayejulikana si Kenya tu bali ulimwengu kote kwa sababu ya kipindi ambacho anachokifanya na ile role ambayo anayoifanya. Mama Kayai, sasa nataka tu niulize, kuna mahali labda umesema wakati mlipoingia katika usanii wa kuigiza pesa ilikuwa kidogo lakini jina ni kubwa. Hapa nje uko na marafiki, watu wanakuona Mama Kayai kwa TV. Unajua ilikuwa ni kitu kubwa sana kuonekana pale. Lakini labda mfuko unapoangalia labda haukupei hiyo sifa na heshima ambao labda unapewa pale nje. Kubalance hiyo maisha inakuwa namna gani? Okay, kubalance unaweza kwa sababu kama unaweza patiwa shilingi 1 ama 2 na ujue hii ni shilingi 2 nda save 1 na ingine 1 ndio ndakula. Sasa tulikuwa tunaishi maisha hiyo, unajua unapata kidogo lakini kuna ile vile unafanya nini? Unajiwekea ingine kidogo kando kwa sababu ya life. Manake kama hatukuwa tukifanya hivyo, sisi wasanii wa zamani, mimi naweza shukuru Mungu kwa sababu ya nini? Kila mmoja ana nyumba yake, mtu ana gari, umesomesha watoto na hiyo kidogo mpaka watoto wakamaliza shule, mpaka wakamaliza university. Watoto wengine hawako hapa Kenya, wako nje ya Kenya. So unaona unashukuru Mungu na hiyo kidogo. Lakini huyu mwingine anapata mingi, hizo vitu zote hajawahi fanya. Sasa unaona afadhali hiyo yetu kidogo tulikuwa tunaweza kuimanage kuliko hiyo yao nyingi hawawezi kuimanage. Tunataka tuzungumzie jambo moja la inaitwa utandawazi, mambo ya technology. Kwa wakati ule ambao umepita wakale labda vipindi tu ilikuwa ni ile kuona kwa screen peke yake lakini kwa mitandao hamna. Je, jambo hili mmeadapt namna gani kwa sababu ya umri, kipindi nacho kimekuwa? Je, mmeadjust na nyinyi kwa ajili ya hali ya kisasa ya mawasiliano? Hiyo kitu imebidi kwa sababu mwanzo ikiingia tulikuwa tunaipuuza. Lakini tukaona hii kitu ina muhimu na tukaingia katika habari ya mtandao, tuko katika Facebook, tuko katika hizi vitu zote sasa. Kwa sababu ndio mimi sielewi sana lakini wale vijana nafanya nao wanaelewa. Wanaweka, ukiangalia katika YouTube utatupata vitimbi hapo. Na vitu vingi manake sasa vitu vingi imekuwa ni mtandao, imebidi lazima utaingia utake usitake. Sababu maendeleo inaenda ikibadilika. Hatutabaki pale pale. Tumeingia pia. Alright, tukimalizia labda jambo lingine sasa. Mama Kayai wa familia, umezungumzia Mama Kayai wa familia na Mama Kayai wa vitimbi pale. Maisha yako, shughuli zako kwa siku tu nje ya vitimbi uko kwako, labda shughuli yako unaweza tuelezea tu siku yako. Labda huendi kazini kama mama. Siku yako inakuwaje labda nje ya vitimbi? Okay, mimi kama siendi kazini vile mmekuja mmenipata hapa, nilikuwa nataka kuingia huko jikoni, nioshe vyombo, nitengeneze hii nyumba yangu. So unaona vile mmekuta nimeitengeneza, nitengeneze ikuwe smart. Nikimaliza kutengeneza wakati mwingine kuna marafiki zangu wengine si ufanya nao biashara ndogo ndogo, naenda na wajoin, tunapiga biashara kidogo, alafu narudi hapa kwangu na kana watoto wangu na wapikia. Tunakaa chini tunakula. Kama sasa unajua hii ni mwezi wa Ramadhani, sisi ni Waislamu. Kaza tumefunga, tunangoja mpaka jioni tutatayarisha chakula ya kukula jioni tukule. Mimi upika kama kawaida kila kitu ile watoto wangu wanataka mimi uwapikia. Wageni wakija na wakaribisha vile nimewakaribisha. Hivyo tu. Asante sana. Mpenzi mtazamaji, endekawa usiamini, sisi wenyewe tumekuja hapa, yale makaribisho tumepata hapa ni makuu sana. Kwa njia nyingine namaanisha pia zaidi ya Mama Kayai kuwa pale kwa vitimbi, pia ni mama wa familia ambaye pia anatekeleza majukumu yake kama mama yote yule wa kawaida. Tunaenda kwa mapumziko kidogo, tukirejea tutaingia sehemu ya pili na ya mwisho ya mpango huu ambao tunazidi kushirikiana pamoja na. Asante. Mwanchomo rigiriria Ondizi TV imeyama yense moya bono mogorobani gotogene tokoba togosanga na akorokumo nyangongo uyu nyarikoba gako kuna abange se ensema yae agokora yokone kiabuna unyarikoba gakora chigo sori chiria chyo kwegia se umurubiri ase bali banyarikoba gusuke myaka iga
murubiri ukurukunga vitindi onye kware ko bagukurigeria no embona nororo nensemo enene agende tukobaga kwira nigo twataranere wose tutara to mutarira se engayae tugenda ko batugusanga amonere emarogoba ya bono konyora twaikire aria asagotebinga ere no mungina tubwenga buna munginonde bwensi nigo akora emeremo asinga ya ibuna ende yonsi mayaye okwenda koba wana kiabuna onyarire kobaga kwigira se chigosori chiria bakwira nanga niga bane bakumuruka mama abamate bamuruka mama Nyarebe bono igona bale na rino muntu myete amona abantu nage kogara emaragoba ya bono tugenda ko batugusanga amonere mama kai. Kabla tuende kwa mapumziko mafupi tulikuwa tunajaribu kuangazia hali hii ya usanii haswa katika mlipoanza. Tuliona kwamba sasa hivi ndio tumeona serikali imeanza kuimpress kwamba watu wako na vipaji, wako na vipawa, haswa muziki wa kisasa na kuigizaji wa kisasa hivi. Sijui kama nyinyi mnahisi kwamba haswa mmeweza kufungiwa nje, hamwezi kuama serikali jitokeza wazi iweze kuimpress. Okay, mimi ningependa kusema ya kwamba naona kweli kabisa serikali imeingilia na inasaidia wasanii. Lakini sasa kitu mimi nashangaa, wasanii wale wanasaidiwa ni hao wasanii wa kisasa, vizazi vipya. Lakini kuna wasanii ambao waanzilishi kama mimi na wengine wengi, tuko wengi tu. Sisi hakuna mtu anatutambua, hakuna mtu anatufuatilia juu hawa watu wako hali gani. Na usanii, mtu anafanya usanii mpaka wakati wake wa dakika ya mwisho. Kwa hivyo mimi ningeomba tu serikali, kama wananisikiliza, wajaribu tu waone kama watakutana na sisi wasanii wa zamani, waongee na sisi pia, waelewe shida zetu ni nini. Manake sisi ndio waanzilishi. Manake kila mara anaona president anakutana na watu wa TikTok, anakutana na wasanii wengine, na sisi hatujawahi pata hiyo chance. Sasa mimi ningeomba hiyo chance kama itawezekana, wasanii wa zamani pia tuitwe, tukae na president wetu chini, tumueleze shida zetu. Mimi naelewa president wetu ni mtu mzuri sana na pia mdogo wake wote ni wazuri. Kwa hivyo watukumbuke pia sisi wasanii wa zamani, manake pia sisi tulianzilisha. Tukumbukwe pia, tukae na wao chini, tuwaeleze shida zetu zile tunapitia sahi. Alright, ni habari njema haswa labda kwenda kwa serikali iweze kuchukua jukumu la haraka na kuhakikisha kwamba imeweza kukutana na baadhi ya wasanii hawa wa uigizaji ambao wameweza kutamba na kuweza kufanya majukumu ambao pia yamekuwa ya muhimu sana. Tuzungumzie kuhusu, tumeona kuna awards zingine, kati yao ni presidential awards ambazo zimeweza kupeanwa kwa wasanii wa uigizaji. Kama wewe Mama Kai, haswa katika taaluma hii, tunasema ni taaluma yako, kuna mahali umefika, labda umetunukiwa zawadi fulani ambao labda ni ya inchi kwa jukumu ambalo unafanya katika kipindi? Okay, mimi nilitunukiwa kitambo wakati wa marehemu Mzee Moi. Ndio alitupatia, mimi na Mzee Ojwang tulipata award kutoka kwa serikali, na Mzee Moi ndio alitukumbuka. Na mimi namshukuru sana, hata hadi yuko namuombea Mungu amweke aekero yake peponi mahali pazuri. Moi alikuwa anatupenda sana. Na Moi alikuwa anafuatilia sana habari ya usanii, na alikuwa akitaka sana kujua sisi tunaendeleaje na tunafanya nini. Vile Moi alitusaidia wachache wetu tuliokuwa katika payroll ya serikali, na mpaka dakika hii bado tunakulia hiyo payroll. Na sasa ndio nilikuwa naomba pia kuna wengine ambao pia wanahitaji kuwekwa katika hiyo payroll. Yes. Kama tunaweza kutana na ule anahusika pia wasaidie wawekwe, pia tungefurahia. Lakini hiyo mambo ya award, Mzee Moi alitukumbuka. Asante sana. Labda katika hiyo hali ya usanii, tumesema kwamba ni umekuwa identified, like mko na chama chenu cha wasanii. Labda wengi wanasema tunazungumza kwa sauti moja, labda yale mapendekezo mnaweza andika, labda ni kila mtu tu anajisimamia kivyake. Si hapa Kenya sijui, mimi hata sijui kama iko ama kama hakuna, juu sijawahi sikia. Kila mtu anakuwa na mashida zake, anajipigania mwenyewe. Kama sasa unaona, kwa mfano kama mimi nimeitwa commercial mahali, kwa mfano kama nyinyi mniitie commercial, niambia Mama Kai kuja utufanyie hii commercial, nije niongee na wewe, nikwambie mimi kama unataka nifanyie hii commercial utanilipa kiasi fulani. Yes. Utaniambia wewe enda, tutakufikiria. Kidogo kidogo naona mtu mwingine ndio anafanya hiyo commercial. Huyo amekuja amekulipisha bei rahisi, wewe umemchukua. Sasa unaona mimi nimebakia tu pale pale. Mimi nangoje uniite naona commercial ina run, imechukuliwa mtu wa bei rahisi. Sasa hizo vitu kama hizo unaona vile zinatuumiza.
Kama tungekuwa sasa na hiyo unasema kitu kimoja, vitu kabla hizo havingekuwa vikitokea. Juu tungesema chama yetu inasema hivi na tutafuata sheria ya chama. Kama unanilipa shilingi, unanilipa mimi shilingi na mwingine hivyo hivyo. Lakini hatuna. Hamna. Jambo ambalo limekuwa changamoto kabisa hata wao wenyewe kuweza kupigania mahitaji yao. Unajua tumeona pia ni taaluma mbalimbali ya walimu, ya madaktari, hivi karibuni tumeona pia katika wako na ushirika fulani ambapo chama kikiamua tuendi kazini, tumeamua kugoma ama maswali yetu ambayo yanafaa yafikiwe ni fulani na fulani. Kwa hivyo sasa katika usanii kana kwamba bado kuna gap kubwa hapo ambayo labda inafanya wengine. Kuna dhana ambayo pia inasema wengi wa Kenya, haswa sisi tunafikiria Wakenya tu wa kawaida, nasema mambo ya uigizaji ni watu hawako serious na maisha yao au tunawachukulia tu hivi. Mama Kayai ni kuact hapo vitimbi na anaenda nyumbani. Sasa nataka utazame ile tu kamera useme dhana hiyo ni ya ukweli ama ni dhana tu ambayo iko katika miongoni mwa watu na si ukweli? Kusema ile ukweli, hiyo dhana ni mbaya sana kwanza. Na haiko kwanza. Manake hii ni kazi kama kazi nyingine yoyote. Kama vile umeandikwa kazi ofisini kwako, hata mimi hiyo ya usanii pia ni kazi. Juu kama si kazi au ungekuwa ukipata pesa, utatoka tu aje kwa nyumba uende mahali ukashinde urudi jioni? Hiyo haiwezekani. Kwa hivyo hii ni kazi kama kazi nyingine yote. Na ndio unaona wasanii na musician watu wanatudharau. Wanaona kama hizi kazi sisi tunafanya ni kazi za upuzi, lakini si kazi za upuzi. Mimi ningewaomba tu, kama una mtoto wako ambaye ana talent, tafadhali fuatilia talent ya mtoto wako. Usiachilie ipotee kwa sababu ya tunaambiwa usanii ni kazi bure. Hapana. Usanii inalipa, usanii inasomesha, usanii inakufanya unakuwa na nyumba, usanii inakufanya unakuwa na gari. Kwa hivyo usanii ni kazi kama kazi ile nyingine. Ni kazi kama kazi ile nyingine. Usanii kuna role zingine, si hata kwa vitimbi pekee, kuna role zingine. Kwa vipindi zingine pia ya kuact usanii tumeona. Napata ni kama msichana tu mdogo wa umri wa makamo hivi anachukua role nyingine kubwa, alafu hiyo dhana pia inazidi kuelekea ni fulani. Kama nani anafanya role kama hii, vipindi ambayo pia tunaangazia. Tunaona kama huyu msichana ama Mama Kayai anapokuwa hivi kwa kipindi, inamaanisha pia kwa nyumba yake ndio hivyo. Pia ambayo imefanya wazazi wengi kwa wakati mwingine wametekeleza watoto wao, wamewaambia kama unaenda kuact alafu play your role, kwangu huwezi ingia. Na unaona mtoto pia ako na ile talent ya kuweza kuact. Mimi ningependa kuelezea Kenya kwamba hata mimi hivi na act, mimi sio Mama Kayai. Mimi naigiza mtu ambaye alikuwa anaitwa Mama Kayai. Kwa hivyo huyu mtoto pia akipatiwa part aigize ya ulevi, si kusema ya kwamba yeye ni mlevi. Yeye ameigiza mtu ambaye akiwa amelewa vile anaweza fanya. Kwa hivyo hii ni uigizaji tu. Anaigiza na hawezi kuwa vile wewe unafikiria, ama vile hiyo character amecheza hata kwa yeye hivyo, hapana. Ndio vile naoelezea mimi ni Mama Kayai kwa TV. Lakini kamili mimi ni Mama Ali. Mama Ali. Hizo ni vitu mbili tofauti. Wakenya tunafaa tutafautishe. Uigizaji na maisha ya mtu binafsi. Hii ni kuigiza. Sijui kama unaelewa kuigiza ni nini. Kuigiza, unamuigiza mtu kama mtu anacheza dance pale. Unaweza igiza huo mtu ucheze kama yeye. Hiyo si kusema ya kwamba tu wewe ni yeye. Wewe ni yeye. Hapana. Alright. Tunazidi kuzungumza na Mama Kayai hapa nyumbani kwake ambapo tumeweza kumtembelea. Mpenzi msikilizaji, ni taarifa tu ambayo inazidi kutupea habari zaidi kumhusu yeye ni nani, kwa wale ambao wamekuwa wakimfuatilia na wanasema alienda wapi na anaishi wapi. Kweli ni mama wa familia na ni mama wa kawaida. Hebu tulizungumzia hapa awali kuhusu labda familia yako ya ndani, wakiwemo watoto wako, jinsi walianza kukuchukulia. Hebu sasa tuangalie familia, labda watoto wao, sisters wako, brothers wako, wazazi, labda kama walikuwepo wakati ulipoingia katika hiyo hali. Ulifeel kwamba kulikuwa na pressure kidogo na kuambia kama ni hivyo hiyo ndio kufanya upate pesa, afadhali hata uachane nayo? Mimi nashukuru Mungu kwa sababu wazazi wangu walifariki ndio, lakini walipokuwa wako hai nilianza hii kazi wakiwa hai. Na walifurahi sana. Kwanza wakiona tunaonekana kwa TV walikuwa wanafurahia sana. Dada zangu pia wote walinisupport, cousins wangu, brothers zangu wote walinisupport. Mimi ushukuru sana kwa sababu
Hakuna pali yote nilipata shida na wazazi wangu. Alright. Pia tukizungumzia ni kwamba hii miaka ambayo imepita, ulizungumzia kuhusu uongozi wa hayati Rais Moi. Pia wakati wa Kibaki tuliona wakati mwingine alikuwa na recognize, wakati mwingine wasanii hao walikuwa wanaalikwa pale State House kalao kwa shughuli ya kutumbuiza na kuzungumza pamoja na rais, ndipo waweze kuwasikiliza. Swala kama hilo ulikuwa unalichukuliaje, na uliona ni kwamba linaweza at least uplift maisha ya msanii? Hiyo hata sijui nitakujibuaje, kwa sababu sisi wakati ule tulikuwa wakati wa Moi. Hapo ndio ningesema Moi alijenga wasanii. Alijenga. Na Moi alifanya wasanii wakainuka na wakajulikana hapa Kenya. Lakini after Moi kukaingia kuliingia Kibaki si sana. Si hata mimi kusema kweli sikuwahi kukutana na Rais Kibaki. Uhuru unaweza support kwa sababu Uhuru pia alitusaidia kiasi. Alitusaidia. Lakini hii sasa ya sasa sitaki kusema ati hatujasaidiwa. Pengine tuko katika process ya kufanya nini, ya kuangaliwa. Na ndio naomba Mungu tukutane na yeye. Lakini serikali ambayo imetuunga mkono kabisa ni ya Moi. Ilikuwa serikali ya Moi ambayo ilikuwa inawajenga na kuhakikisha kwamba imeweza kujali masilahi ya wasanii, haswa ile sekta ya uigizaji, kuhakikisha pia na wao wameweza kujiendeleza katika maisha yao ya kawaida. Mama Kai, mahali umefika na hii miaka yote umeact. Wengi wangesema kwamba Mama Kai sasa hata ungekuwa na consultation firm kwa wale wasanii wa uigizaji ambao wanakuja kwa ushauri, yani namaanisha, je, wao wa kisasi kipi hivi? Unaona kuna wakati mwingine wanajitolea na kuja uliza Mama Kai, nataka ku perfect role fulani. Umefikia katika hiyo hali, labda ya watu wanakuja consultation ambao ni waigizaji? Ni wachache sana wale wanakuja. Lakini wengi wao nimekuelezea wasanii wa Kenya hao vizazi vipya ni watu wana maringo. Hiyo ndio kitu moja ukijua. Na sasa wao wanajisikia wao kuna pesa kushinda watu wengine. Kwa hivyo mtu kabla huyu atakuja kukuuliza mawaidha ya mtu kama mimi ya nini? Usendo huyu Mama Kai anaishi hapa Kasarani anaenda kuuliza mawaidha ya nini? Lakini kunao wananifuata mpaka hapa kwangu. Wanakuja hata wanataka tufanye nao program, lakini mimi naambia mimi siwezi fanya, nitawasaidia tu vile mtafanya nini? Mtafanya hii programu yenu. Na wanakujaga na mimi nakubali kuwasaidia, tunakaa nao chini na waelezea vile. Na kweli vile nitawaelezea ukienda kufanya wanafaulu. Lakini wengi wa sasa si rahisi afuate msanii wa zamani atakuja muombe mawaidha. Wanasema hii time yenu iliisha nyinyi. Walikuwa analog. Asante sana. Analog wanakuambia time yako iliisha. Sasa utamwambia nini? Mwambie tupishe sasa, sisi tunapita wasanii wa kizazi kipya hawa. Sasa nataka Mama Kai tukiulimalizia kabisa, nataka utuelezee jambo moja ambalo labda mimi sijui, Mkenya hajui pale nje, na mtazamaji wa runinga ya Ndizi. Ni jambo gani lile ambalo labda ungependa kufafanua zaidi na ungependa mtazamaji aweze kulijua kuhusu wewe? Kunihusu mimi ningependa tu kila mtu ajue mimi ni Mama Kai wa uigizaji. Na mimi kamili nimeitwa Aisha Khabere. And then ningependa tu kuwashauri wasanii wale wananiona sahi Kisii, msikate tamaa. Na mkuwe na subira na mheshimiane. Pali popote mnafanya kazi, mambo ya mapenzi wachaneni nayo, mtaenda mbali. Lakini mkianza kuleta mambo ya mapenzi katika group zenyu mtaharibu maneno kabisa. Na ningependa kueleza wasanii, punguzeni kitu inaitwa pombe. Pombe mtu akatazi kukunywa. Unakunywa lakini unajipimia. Hata sisi tunakunywaga lakini tulikuwa tunapima kiasi. Hizi madawa za kulevya pia haziwafikishi mahali. Focus na nini yako, na talent yako, ama na kitu chochote kile unafanya, focus na hiyo kitu. Mambo mengine mengi ya ulevi nini wachana nayo. Na usikuwe na speedi, kuwa na subra. Mimi nawaambia mtafaulu. Maanake hata mimi nimefaulu kwa sababu ya subra. Na mimi nafurahi kwa sababu sahi wasanii wote wa Kisii nafikiri mnaniona, na mimi nitakuja Kisii. Hiyo Ndizi TV watapanga mipango, ndakuja na kutana na nyinyi live macho kwa macho, tuzungumze, mniulize maswali na mimi niwajibu. Na mimi nashukuru sana kwa vile mmeni appreciate, nimesema asante.
Asante sana Mama Kayai kwa kupata muda wako kuweza kushiriki pamoja nasi mazungumzo haya. Na wewe mpenzi mtazamaji, tunashukuru kwa sababu ya kuzidi kutufuatilia na kufuata matangazo haya. Nyinyi ndio mliotutuma na hakika tumeweza kuitimiza ahadi ambayo tuliowaambia kwamba tutazuru Nairobi na mtafute Mama Kayai. Sasa jambo la pili ambalo tutafanya kuhakikisha kwamba pia tumeweza kumwalika ndani ya studio yetu tuweze kupatana pamoja na wasanii haswa wale sekta ya uigizaji ambao wanaweza jifunza mengi kutoka kwa Mama Kayai. Kwa kufikia hapo ndio tumefika mwisho wa programu hii. Tumwanchomo ligire tonyera kwa batogosanga amunere Mama Kayai megeta seni Kiandize TV. Nineneke na kwanyera kwa kwego kya kwemanyire nabo igo kwanyera kwa wego somia mange igoro yenchera omungnanya ko bwa kwimukia subugima bwana kwenekia unonyare ko baga gusuka mutwe ase umurobelio oye obotambo wiki ngende na kwanire uburigire bya kwimurobeli imegeta seni Kiandize TV.